Nyoka alinimwagia pesa nyingi sana. Mganga aliniambia ili nipate pesa, lazima nioge njia panda mchana kweupe huku watu wakiniona. Na nikalala makaburini usiku mzima. Nilikuwa masikini ile mbaya. Lakini baada ya kuoga njia panda mchana kweupe, nikawa tajiri ile mbaya. Nililala na nyoka kila siku ili nipate pesa. Ila ghafla, nyumba yangu iliporomoka na utajiri ukatoweka. Nikawa masikini tena. Unajua, ilikuwaje? Ungana nami kwenye simulizi hii ya Pesa za Masharti. Lakini kabla hatujaianza simulizi yetu, tafadhali sana na kuomba bonyeza hiyo alama ya like hapo, kisha bonyeza neno lililoandikwa subscribe. Okay, ushabofya? Tuandikie komenti yako. Unaiangalia simulizi hii tokea wapi na ni yapi maoni yako juu ya simulizi hii? Basi, tuianze sasa simulizi yetu. Jina lake lilikuwa Miso, na kabla ya usiku ule, hakuwa amewahi kudhani kuwa umasikini unaweza kumvua mtu mpaka jina lake lionekane kama mzigo. Alikaa chini sakafuni, mgongo wake ukiegemea ukuta uliopasuka, akitazama mikono yake iliyokonda. Mikono ile ile iliyowahi kuwapa kufanya kazi kwa heshima, sasa haikuwa na nguvu hata ya kuomba. Tumbo lake lilikuwa tupu, macho yake yakiwa mazito kwa usingizi wa mawazo. Mama yake alifariki miaka 2 iliyopita. Alimzika kwa mkopo. Alibaki na deni, lawama na kimya cha nyumba isiyo na mtu wa kumwita jina lake tena. Miso, usiuze utu wako kwa njaa. Maneno hayo yalimfuata kila usiku, lakini njaa haikusikiliza. Ndiyo maana siku ile alipokutana na yule mtu, hakuhisi mshangao. Alihisi kama maisha yalikuwa yamefika kumchukua rasmi. Mtu yule alimsikiliza kwa muda mrefu bila kumkatiza. Aliposimulia njaa, kudharauliwa na jinsi alivyokuwa akilala bila matumaini, macho ya yule mtu hayakuonyesha huruma wala hasira, yalionyesha uzoefu. Kisha akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, utajiri upo, lakini unakuja kwa masharti matatu. Ukikubali, hutakuwa mtu yule yule tena. Miso alimeza mate. Moyo wake ulipiga kwa kasi. Masharti yakatajwa wazi kabisa, bila kupamba maneno. Sharti la kwanza, Miso alitakiwa kulala usiku mzima kaburini. Si mchana, si kwa dakika chache, bali usiku mzima, peke yake, kati ya makaburi, mahali pa wafu. Hakuna mtu wa kuzungumza naye, hakuna taa, hakuna faraja. Ilikuwa ni yeye, giza na sauti za mawazo yake. Aliposikia hilo, Miso alikumbuka kaburi la mama yake. Miguu yake ilitetemeka, lakini tumbo lake lilikuwa bado linauma. Sharti la pili, alitakiwa kuoga maji hadharani katika njia panda, mahali ambapo watu hupishana, wakimwona, wakimhukumu, wakimcheka. Hakukuwa na kujificha, hakukuwa na kujitetea. Ilikuwa ni fedheha ya wazi ya kumvua heshima yake mbele ya jamii. Miso alifumba macho. Aliwaza macho ya watu, vicheko, vidole vinavyoelekeza. Alitamani ardhi imeze. Sharti la tatu, hilo ndilo lililomvunja kabisa. Alitakiwa kulala kila siku na nyoka mkubwa, kiumbe cha baridi, ukimya na hofu. Na kila siku, huyo nyoka ndiye angebeba chanzo cha pesa, akitapika fedha kama ishara ya kile alichokuwa anakipata na kile alichokuwa anapoteza. Miso hakusema neno. Ndani yake kulikuwa na vita. Moyo wake ulisema hapana, tumbo lake lilisema ndio.
Usiku wa sharti la kwanza ulipofika, Miso alitembea kuelekea makaburini, akiwa ameinama kichwa. Hakukuwa na mtu wa kumwaga. Makaburi yalikuwa kimya kupita maelezo. Harufu ya udongo ilimrudisha siku ya mazishi ya mama yake. Alilala pale. Hakupata usingizi. Alipata hofu, baridi na mawazo yaliyomchana moyoni. Alilia kimya kimya mpaka machozi yakakauka. Alipotoka alfajiri, alikuwa bado hai, lakini kulikuwa na kitu kilikuwa kimekufa ndani yake. Sharti la pili lilimsubiri. Njia panda ilikuwa na watu wengi. Macho yao yalikuwa makali kuliko maneno. Alipofanya alichotakiwa kufanya, alihisi kama roho yake ilikuwa imevuliwa hadharani. Wengine walicheka, wengine walimtukana, wengine walipiga picha. Hakuna aliyemuuliza kwa nini. Hakuna aliyemsikiliza. Alipotoka pale, heshima yake ilibaki barabarani. Usiku ulipofika tena, Miso alikaa peke yake, akitetemeka. Sharti la tatu lilikuwa bado halijaanza, lakini tayari lilikuwa linamuua kwa hofu. Alijiuliza kama kweli pesa zina thamani ya kulala kila siku na woga. Akiwa peke yake, alinong'ona, nitapata utajiri, lakini nitabaki binadamu. Na hapo ndipo alitambua ukweli mchungu. Masharti yote yalikuwa wazi tangu mwanzo, lakini umasikini ulimfanya ayakubali bila sauti. Miso alilala pale, bado akijaribu kujiaminisha kuwa kila kitu kilikuwa chini ya udhibiti wake. Lakini sharti la tatu, ambalo aliliogopa zaidi, kulala kila siku na nyoka mkubwa aliyekuwa chanzo cha pesa, alilikosea. Hakujua kuwa kosa hilo lingemgharimu kila kitu, na kwamba malipo yake yangekuwa ya ghafla na ya kikatili. Asubuhi ilipofika, ndoto za utajiri zilianza kuyeyuka kama ukungu. Magari yaliyokuwa ameyapata kwa hofu na damu yalitoweka ghafla. Mengine yaliharibika vibaya kwa ajali zisizotarajiwa. Miguu ya vyuma ikitoboka, milango ikiporomoka bila sababu, kana kwamba ilikuwa imechoka kubeba mzigo wa laana. Nyumba aliyojenga kwa nguvu zake na tamaa, ile aliyokuwa ameipenda kuliko nafsi yake, iliporomoka ghafla. Tetemeko la ardhi likampokonya makazi. Ukiwa ukatawala. Giza likafunika kila kona, likionyesha jinsi dunia isivyohitaji tamaa yake. Pesa zote alizokuwa amezikusanya hazikuwepo tena. Zilitoweka, hazikurudi. Hali hiyo ilimlazimisha kukaa chini, pumzi yake ikianguka kwa uchungu, mikono yake ikitetemeka kwa baridi ya umaskini uliorudi kwa kasi. Hata ndoto zake za furaha na amani zilizimika ghafla. Miso alijikuta amekaa peke yake, macho yake yakitazama kioo kidogo kilicho kando, akitambua ukweli mchungu unaochoma moyo. Nilipata pesa. Nilijaribu kufuata masharti, lakini kwa kukosea sharti la mwisho, nimepoteza kila kitu. Magari, nyumba, pesa, hata amani yangu imetoweka. Hakuna vicheko tena. Hakuna faraja. Hakuna hata mtu wa kumsikiliza. Dunia iliendelea kuzunguka, lakini Miso hakuwa sehemu yake tena. Huu ulikuwa ushahidi wa dhahiri. Utajiri unaoletwa kwa gharama ya nafsi unaweza kuisha ghafla, ukimwacha mtu akiwa hana kitu isipokuwa majonzi na maumivu ya milele. Alikaa pale, akiangalia baridi ya dunia ndani ya chumba chake kilichobaki magofu. Hakulilia kwa uchungu wa kawaida. Alilia kwa uchungu wa mtu aliyepoteza nafsi yake, na alijua kuwa hakuna wa kurudisha wakati uliopotea. Nilipata utajiri, lakini nilipoteza Miso. Sasa nimebaki peke yangu, na pesa ambazo nilidhani zingeniletea furaha zimeishia kuwa giza. Na hivyo simulizi la Miso linafika mwisho,
kwa huzuni isiyo na kifani, likibeba funzo zito kuhusu thamani ya kweli ya maamuzi, masharti magumu na gharama ya tamaa isiyo na kikomo.